Mikono ni milango ya kiroho. By it we give, by it we receive. So I can just go to my shop, nikawekea mikono nguo zangu. I release anointing of acceptance, anointing ya kibali. Whenever customers will come here, they will start with this kind. If you will be serious on it, you will change the game. We want you to be a game changer. A game changer in your field. Ni biashara ile ile ambayo wengine wanafanyaga siku zote. But when it is handed over on you, you change the game, baby. You change the game, sir. You change the game. If you didn't know, in the psychology of marketing and psychology of selling, people don't buy products. People buy people. Products are everywhere. Watu wanatakiwa waache products zao kwenye mtaani kwao, wasafiri mtaa mwingine kwenda kununua. There is nothing expensive in this earth. Asikudanganye mtu kwamba eti unauza kitu bei ghali. Never. No, my friend. Kabla hujauza, jikoki. That's why you need to pray for you, not just your product. Pray for you. It is you that need to be changed. It is you that need to be transformed. People buy personalities. Ndio maana every time when God anointed a person, Biblia ilikuwa clear. Samuel anakwenda kumpaka mafuta Daudi, wanaielezea personality yake. Anasema alikuwa mwekundu, alikuwa mzuri wa uso. Why is it necessary? Personality. Why is it necessary? Wewe uko busy sana. Jamani wateja wetu, hiki ni kitambaa kama mnavyoona. You think wateja wanaangalia hiki? Wanavijua. Unachokiuza wateja wanakijua. Kabla hujatokea kwenye social media yako, kuanza kushoot bidhaa yako, you need to talk to God first. You need to talk to him. Am I giving you answers now? Hata kama hauna biashara, hata kama hujui unafungulia wapi biashara yako, hata kama hauna mtaji, listen to me. There is God in heaven. Mtaji wa kwanza sio hela, mtaji wa kwanza ni roho wake. Because when the Spirit comes, he comes with power. Power will make things move. It is in the interest of God to make us great. It's not your desire. God wants to make you great more than the way you want to be great. Haijaanzia na wewe. Back in the days, God was making people great. And do not feel offended to ask God for greatness. You just need the prayer required, the character required, the time required, the force required, and the mentor required. Na hiki ndicho kwenye kizazi chetu tumepoteza. Kwa sababu watu wengi waliotuzunguka na watu wengi tulioruhusu watulee au watusaidie kwenye ufahamu, wametuonyesha kama kutaka ukubwa au kutaka kuwa mkuu ni kutaka makuu. In the matter of fact, God desires his children to be great. Okay, Mungu anasema ametumba kwa sura yake na mfano wake. Who is he? If I'm born of God, then the destiny should be greatness. Roho ile ile inayokaa ndani ya Mungu ndio roho ile ile inakaa ndani yetu. Anaitwa roho wa Mungu. Uhai wa kitu ni roho iliyoko nyuma yake. Chochote kilichoko duniani kina behave as according to the spirit behind it. No matter how decent you are, when the evil spirit comes upon you, you will act evil. Vitu vyote tunavyoviona kwenye uso wa nchi vimetamkiwa kitu na Mungu, na kila Mungu alichokitamka hakutamka tu sauti. Mungu hakutamka tu maneno, alitamka roho yake. Nothing survives without spirit behind it. Kama roho wa Mungu yuko ndani ya Mungu, na roho yule wa Mungu aliyeko ndani ya Mungu yuko ndani yetu, and God behaves according to his spirit, then that spirit must turn us into something else. Only the Spirit of God could turn ordinary men into something else. Daudi alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa until when the Spirit of God was upon him. Biblia inasema hivi, alipopakwa mafuta na Samueli, roho wa Mungu akaja kwa nguvu juu yake. Samson kilichokuwa kinampa nguvu sio nywele. Read your Bible very well. Sio nywele. Biblia inasema alikuwa akitikisa nywele, the Spirit comes upon him. Hakuna aliyefanya jambo kubwa humu kwenye Biblia without the involvement of the Spirit of God. The Spirit of God was necessary. Mipicha yote tulionayo yanaweza tu kuwa halisi when the Spirit lands upon us. Then the supernaturality is born. Otherwise, you are just mere men. You are just ordinary. You are only called the anointed when the anointing is upon you. And the only time when the anointing is upon you is when the Spirit is upon you. And then when that anointing comes upon you, he makes you do extraordinary stuff.